Mpaka siku moja Simba akamletea kofia, akamwambia hii ndio kofia yako sasa, chukua hii kofia. Huyu ni mwanamume kweli kweli. Na pia vile amekuwa gavana hapa Kisii, ameamua lazima afanyie watu wa Kisii kazi kikamilifu. Na pia kazi bila ufisadi. Na saa zingine ukitaka kufanya kazi bila ufisadi, unapata unaweza gongwa huku na kule. Lakini Simba ameamua kazi lazima afanyie watu wa Kisii. Na mimi naona ya kwamba Simba atakaa katika hii kiti ya gavana wa Kisii mpaka 2032. Sasa ukifika 2032, watu wengine wanaweza ingia katika nini? Katika uwanja. Na kama mtu haamini, tukutane hapa tena 2028. Watapata kwamba hapa Nyamache Simba bado watakuwa wamekaa kama nini? Kama gavana. Na sisi vile tumekuja sisi kama magavana wa hapa wa ODM, tumeamua ya kwamba tunataka pamoja na baba na viongozi wote tupandishe wanachama ndani ya ODM. Kwa hivyo Simba, mimi kama Homa Bay nilikupita kitambo, na nataka kushukuru sana baba, kwa sababu vile nafasi ilitokea kwa vice chairman ya party, yule ambaye aliwekwa kama vice chairman ni nani? Ni Simba. Simba, sasa wewe kama vice chairman huwezi kaa nyuma ya watu wa kawaida kama Wanga, lazima wewe ukuwe number 1 katika Kenya kwa members wa ODM. Wangapi wanakubali Kisii lazima ikuwe number 1 kwa wanachama wa ODM? Na mwisho, na vile imesemwa hapa na Mheshimiwa Kalonzo na pia baba, gharama ya maisha imetushinda sisi kama Wakenya. Ukiangalia, nimeona watu wa bodaboda hapa leo, ukienda kuweka fuel katika pikipiki yako, bei iko wapi? Unga iko wapi? Mandazi iko wapi? Kila kitu iko wapi? Tumechoka. Na tumeshukuru sana kwa sababu koti imesema hii mambo ya housing levy iwekwe kando kidogo, ndio watu waendelee bila hii burden ya housing levy. Unajua hii housing levy, hata sisi kama county government, ukiwa na staff umeambiwa lazima uweke pesa pale kando ya housing levy na haukuwa nayo ndani ya budget. Sasa sisi wote tumeshukuru koti kwa sababu wamesema housing levy iwekwe wapi? Kando. Nini mmeshukuru kwa hiyo? Asanteni sana.